Come. Selesi uchungu. Mbona ukishona? Sana. Na ukishona? Ngoja uone. Ngoja uone. Unakutuna kidogo. Acha nayo vitu. Ona. Hata ugope tati. Jana huyu ni mwanaume mwingine ndio yangu. Kauka naye. All right. Sawa sawa. Hey, unasikia ka upepo? Ndio breeze. Hiyo si upepo ni breeze. Nice one, right? All right. Hey. Haya, wewe tumevaa nini za black? Yeah. Kofia. Na leo si Friday. Hi everybody, mkoaje? Good to see you. Yes, we are very happy today. I'll tell you why we are happy. Yeah, wewe tulia tu hapo. Gladys, today we are very happy by the way. We are very happy. And we will tell you why we are happy. Wewe subiri tu hapo. Sisi tunakuambia kwa nini tuna furaha siku ya leo. But I hope mko poa. Mnaendelea vizuri since jana. I hope kila kitu iko sawa. Na mimi pia niko sawa. And I thank God. Naendelea vizuri. Na maundu mothe ni mega by the way. Koguo ndirakihoka Regina David wina thayo. Wina thayo biũ nĩ njũĩ ũguo. Regina tigana niĩ we. Regina David. Karibu sana. Yes, ngwihoka mwĩ thayo na nĩ mũgitĩrĩtwo mũno nĩ nyene kuma mũthenya wa ira nginyagia mahinda-inĩ maya. Na ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo mwĩ hamwe naniĩ mahinda maya. Na nĩ ngĩcerire kũndũ gũkũ twĩna mũthuri ũyũ mũthoni wa Mwĩtiga nimesema nini? Yes. Nĩ njerire gũkũ twĩna mũtumia ũyũ mũthoni wa unajua ni mzee ni mũtumia. Koguo nĩ ngĩcerire gũkũ twĩna mũtumia ũyũ na nĩ ekũmũgeithia.
Sawa tu. Salimia wa Kenya. Habari Walio Kenya zenu, diaspora. asante sana. It's good to be here in Barodhi TV and of course and we are happy for a lot of things. Yes. Yes. How have you been? Nimekuwa poa kabisa. Yes. Hapo na pale. Of course nothing much. Unajua bado sasa tuko kwa harakati ya mambo mingi sana Kenya. But we are glad that of course kila kitu inaendelea vizuri. True. Yes. Tuko kwa harakati gani? Zitaje tu. Haina shida. Kwa harakati mingi sana, ukiangalia kuna harakati za siasa hapa na pale. Kuna harakati za of course, sasa unajua tuchaingia Oktoba, pia tunaingia kwa harakati ya Christmas. Sema tuko harakati za kwanza za kuimpeach Gachagua. Usifiche sana, hiyo ndio kwa news. Kwanza ataenda ama hataenda, tuko kwa hizo harakati. Lakini unaona aje? Kuna wale wako na ile determining whatever. There are those people who elected wenye wako hapo, kazi yao ni wao ndio wataamua. Wakisema abaki abaki, wakisema aende, what do we do? But ningetaka kujua the voice ya watu wale wako diaspora, hao wanaona aje? Do they think that Kenya ina run vizuri? That hao watu wote wanafaa kuwa impeached ama tunafaa tu kukaa, inafaa kuwa status quo? That hao watu wakae tu kwa sababu walikuwa elected? Or tufai kuchukua side as far as the way Kenya is being run currently? But nyinyi mnaona aje? Mnafurahia na venye Kenya tu iko saizi? Mnafurahia na Adani, mnafurahia na Chief na Sha? Kama sasa nimepata message ya Sha, nimekuwa already registered. Ushakuwa converted. Nimekuwa converted from NHIF to Sha. But nikiingia kwa hiyo conversion, inaniambia sasa now register. Hiyo ni ukora. Wamesema nimekuwa already transferred, but now register. Unaona, the previous system ya NHIF, what was wrong with it? Unajua, at least wanafaa kukaa chini watueleze, watufanyie masomo about it, watuambie kitu si mzuri, ingine ni mzuri, these are the advantages of this, na hii ndio disadvantage. Hii haraka ni ya wapi? Hii kitu imekimbishwa, hata hajafanywa, hata hawajafanya anything about it, hata hawajaverify system kama inafanya kazi. Watu wameshaingishwa, wamepatiwa deadline. Anyway, haidhuru. Are you guys happy about it? Murake ni ule buru yuhana. Mnafurahia venye nchi iko ama mko tu? Sababu sisi hata hatujui tuko wapi. Mimi hata sijui kama na support Gachagua atolewe asitolewe. Saa ingine juu ya mlima sasa unaona udaki pia iguzwe. Sababu umechanganyikiwa. Wamesema they are not happy. No, we are not happy. They are not happy. So hata mtu akijaribu kwanza kujitetea kwao nyumbani, Kenyans are not happy. People in diaspora are not happy. Sure. Because hao watu wako very selfish. They are very selfish. Ukiguswa na mlima, si mlima, si mlima imeguswa, ni Gachagua ameguswa. Yeye si mlima. Yeye ni mlima aje? Yeye ameguswa individually. Yeye peke yake ameguswa. Hataki kuguswa, anajiita mlima. Anyway, so huko ndiko kukihana, na tunashukuru Mungu sababu ya siku ya leo. Na umesalimiwa na wa Moyo Rainbag. Nasema leo walikuwa na mdhoniwa kule kwao. Huyu. Alikuwa na mdhoniwa huko. Kumbe ako links na watu wa huko Kenya huyu. Ako huko sasa. That's nice. Kwa hivyo ako na huko. That's nice. Na Gladys Maina anashangaa ukiitwa Mutumia. Si mwambie kwani mwanaume anaitwa Mutumia. Gladys, hiyo mimi ukiniita nyingine ni Mudhuri. Mudhuri nyingine Mudhuri. No. Mama anaitwa ni Mutumia. Sasa hapo ukiita mama Mutumia umemtukana sana. Sana. Ukiita mama Mutumia anakuambia mimi si Mutumia. Mimi ni Kiveti. 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 Okay. Alafu mzee anaitwa Mutumia. Wazee wakikalia chini hapa, wakienda kukaa chini mbua ni baraza la atumia. Kama ile Ruto alisema that is not fair. Unaona? Sisi tunaitwa hivyo. Wazee. Okay. All right. That's our name. Haya. Ndio. Sasa wanashanga, why are we happy? They can guess. Frida Marite tumesalimika. Frida Marite. Salamu nyingi sana wa brother, we are happy to see you. All right, Frida Marite tuko sawa. Tunashukuru Mungu wa who promise. Which country is this?
Kenya. Tuko Kenya. Sasa kwa nini tumefurahia? Because since last week we've seen new faces. We've seen a lot of people coming here. And we are so happy, by the way. Unajua mimi najiuliza swali, kwani hawa watu walikuwa wanangoja Alex Chamwanda afanye ile documentary ndio wakuje ndio waamini? No, but unajiuliza swali? Hata ukiangalia unajua previously watu wakujua anything to do with Konza. Previously. But lately ukiangalia ile shambiko karibu sana na kwenda Nairobi. Wacha mambo hata Konza City. Alex Chamwanda did a very wonderful great show. But ukiangalia ile shambiko karibu kutoka Nairobi mpaka pale unaweza enda hata ufanye kazi ni watu wengine karibu. Ni Konza. Wapi pengine karibu pale hata unaweza sema I can build there and stay there. I'll be going to town. Hebu nikuulize, kuna mahali tumepita hapa. Unajua leo tumepitia njia ya inaitwa Katani ama Katumani. Unajua kuna mahindi inaitwa Katumani? Ni imeitanishwa na hapo? Hiyo Katumani. Katumani kwa sababu research yake pale chini kuna Katumani Research Center. Na hiyo Katumani sasa tunapenda kukapanda kwetu. Kwa sababu ni ya miezi 3. Si miezi 4. Yes. Sasa tumepitia Katumani Road. Kukuja kufika hapa tumepata investor. Umemwona aje? Mtu serious. Aish, mtu serious. My friend, mnauliza Farodhi wako wapi investors? Wao umeona aje? Mtu serious. Hako ndani ya 10 acres. Nini inajengwa huko ndani? Kwa sababu nimeona tractor ina nini huko. Ule jamaa ametengeneza water tower ya gorofa, amechimba boreholes, amekata mabarabara. I don't know what the plan is. But whatever is coming up there, si kitu mchezo. Si kitu mchezo. Anyway, wachana na hiyo. Turudi kwa Chamwanda. Sasa the Chamwanda report imesumbua watu. Watu wamenipigia masimu, wale walitumia link. Na yule rafiki yetu Wester Kirathe, sasa mimi naona wewe ukiendelea kunyamaza hii inaisha. Unajua nimtumia map. Wacha kwanza nimjokoze hapa. By the way, tumetumia watu wengi sana link. Na out of that link watu wameitisha map. By the way, I think we are now almost half. Past half. Tushapita nusu. Past half. Last week hatukuwa tumefika nusu. Past half. Sasa hii tumefika nusu na tushavuka. Past half. Nakwambia. It is as simple as that. That is why we are happy. Sababu Alex Chamwanda ameonyesha kila kitu mpaka chenye tulikuwa tunaficha. That's true. Mpaka chenye tulizuiwa kuchukua. Na kamera zetu. Amechukua kila kitu akawekea kwa mtandao. So kama haukuona you are not late. But unaendelea kuchelewa. Unaendelea kuchelewa. So ikiwa hauna hiyo link, niambie nikutumie saa hizi. Let me wacha nishukuru wale watu wote tumetumia link na wamenunua. Sababu wamefunguka macho. Kuna watu hawakuwa wanajua Konza iko hivyo. Kuna watu hawakuwa na habari ati Konza iko hivyo. Kuna watu hawangedhania na hawangefikiria ati hivyo ndio Konza iko. Unaelewa? And that is why today I'm so happy nikisema wakati watu wameona hiyo video, I'm telling you, wakarelate na chenye huwa tunawaambia, wakafunguka macho. Hata kama ulituma mtu akakwambia hai mimi sijaona mahali Konza inajengwa, ni uongo, tuosho tu kwa barabara. Haya, hiyo ilikuwa Chamwanda iko wapi? And then again, remember immediately after hiyo 2 wiki CEO engineer. By the way, last week on Tuesday, by the way, your video tushaikata. That was Friday. Tushaikata tuko nayo. That was Thursday. Tuko nayo. In fact, na release. Yes. After hapa na release. Yes. That CEO. Was, yes. Na PS. YCT. Walikuwa Citizen TV. Wakiongelea kuhusu Konza City na ile conference ilianza last week. Zile nchi ziko na smart cities. ISPA. So we have more than 50 countries in Kenya zenye ziko na smart cities wenye wako kwa hiyo conference. Ilianza last week. Sio kama imeisha. Imeisha. So now what you need to do is to find out about the outcome. Yes. Kama unajua saa zingine of course we do the background and do the tunakufanyanga tu juu lakini nataka tu uangalie
what was mentioned in the conference ile walikuwa nayo, yes, and the serious discussions that walikuwa nazo huko ndani. My friend, tunatajirika. Yeah, wewe unafaa tu kujua what was going on in there. Of course sasa tushakuambia everything else that's going on, but if haujajua wewe angalia Alfred, what was about the conference. Ambia watu tunatajirika. Unajua mimi ni investor wa Konza. Yes. And baadaye hakuna kitu ulifurahisha. Na tuliagree hapo mwisho usikue hivyo. Usikue hivyo. Unaona hapa fee zangu ziko hapa 2, alafu hapa kuna tank, alafu kuna ni 2 ama 3 zinakuwa hapo. Ni ngapi zinakuwa hapo? Sijahesabu. Tunapita hapo. Sasa usikue hivyo. Sasa si unishikalishie tu hivyo hata tank tu. Hakuna kitu iwezekani. Hakuna kitu iwezekani. Unajua kuna jamaa mmoja alikuwa anasema the only thing that I cannot trade is my family. Anything else. And by the way, another advantage nimerealize Ngoja, unajua sijafikiria venye umesema. Chenye huwezi uza ni watoto wangu na familia. Ile ni girls. Hata hii gari mtu akupea pesa mzuri unatoka. Sasa pale kwa barabara niambie shuka kwa hiyo gari, shika hii. Namwambia hiyo iko imetosha. Nachukua matatu next. Siku nimeshika vizuri. Hata hii siku ikisikia vinanunua bei nzuri. Yeah. Itolea line. No, natoa simu yangu na transfer data. Na nakuachia. And that's how it's supposed to be. Unajua one thing that is that hakuna kitu kilikuja na hapa duniani tunafaa kukwamilia ati kama hiyo kitu sasa ndio alpha na omega. Hakuna. Your family, yes, hiyo sawa. But hizi vitu zingine za dunia lakini kuna jamaa wa Kikuyu walikuwa wameiba, akasema chifu akaitisha hata mabibi aseme wapelekwa kwa chifu. Unachukua tu unapeleka. Kwa nini? Mimi sijui alikuwa anataka kumaanisha nini. Ati wenyewe wamechoka wapeleka kwa chifu. Anachukua anapeleka. Kwa hivyo huyo si hata kama si kupeleka kwa chifu hata anaweza uza huyo. Yeah, huyo anaweza uza. Nabaki na watoto wakikula pesa. Lakini sasa utauzaje mtu mkubwa? Utakubali. Anyway, so I was saying the advantage ya kukua tunafanyanga show na Alfred kwa Kiswahili imeleta investors wenye hawasikii Kiswahili. Oh, amazing. The full tribes, let me tell you. Already wacha nikwambie the people that have invested in this plot. Karibu 30 something. Ni mpaka nikashanga. Hata ukiona kuna mtu ameitisha mapa hapa, yeye ndiye amefanya nikumbuke. Yeah. Hii project by the way iko na watu wengi sana. Yeah. Unajua ni realize kwanza wakisi diaspora ni wengi. Ni wengi sana. Unajua nilikuwa before niingie media, I used to do printing. Nilipewa kadi mingi sana. Nilikuwa na connectiwa na mapasta. Pasta mmoja akilipia kazi US ananilink na wale pasta. Kama pasta wa JCC, wa CFF, wa nini wote wamenipea kazi wakiwa huko. So walikuwa wananilink na watu wenye wanakaa US hata wa kabila zingine. So nilitengeneza kadi mingi sana na posta mingi za Wakisi. Hapo ndio nilijua ni wengi sana US. By the way Wakikuyu na Wakisi ndio wengi sana kule US. Nilikuwa nataka kusema hivi. In all considerations done, the most entrepreneurial people wanapelekana hivi ni Wakisi na Wakikuyu. Ukiangalia pale Joska, unaona hiyo Joska yote hivi? Yote mpaka mwisho. Hai ni Kisi ndogo. So, I'm happy kwa sababu Mandela must be either at Taita or Mkamba. Iko huko kote. Yeah. Okay. It's Mandela ule wa South Africa. Kama jina ni gani? Okay. Na naona anataka map. Sasa wacha niambie investors wote wa Konza. Kwa sababu najua ni watu wengi sana wamenunua Konza. Very soon tutaanza kukula matunda. Why? Because whatever nani amefanya ile documentary imetuonyesha things are now kila kitu inakaribia kuisha, especially phase 1. So meaning kama hiyo KISE University inaisha December, wewe ukikuja hapa uweke apartment ama hostel, sasa si usha solve problem ya wanafunzi. Unafikiri wanafunzi wote wanapenda kukaa nini campus? In fact this weekend kitu moja ilinifurahisha sana. There is one investor. Her mom lives in Las Vegas. Aliangalia kitu ya Chamwada. Guess alikuja kwanza kufanya nini? Alikuja ndani akabuka appointment. Kuja kwanza ndani. Huko ndani kwanza. Ndani akabuka appointment.
Kamtumia namba, kaenda ndani akabuka appointment, akapatana na one of the marketing guys. Huyo msichana out of the norm, watu wanakuja pengine kuangalia nini na nini juu she still young. Alikuja kuangalia kazi. Na unajua ni investor hapa. So nikamuuliza, unajua, akaniambia it's very promising, na nikimaliza nikipata hiyo job mimi najenga hapa na kutoka hapa tunaenda job. Wow. Because already unajua watu wanasemanga the earliest worm catches the bird. Sure. The earliest worm catches the bird. Yeye ashajua akipata job hapa na kuna shamba hapa mapema ndio best. Anajenga nyumba, anacross anaenda job. This place could be a busy place. Sure. A lot of employment will be done in there. A lot of things will be done inside Konza. Sure. Hii ikikuwa ni community yako, kama uko hapa nje na uko na job hapo, you have an advantage. Na hao watu wana need watu, we have to provide services to them. Sure. Hapo ndani. By the way, wao wenye wako nje watakuwa service providers. Yeah, service providers. Kwenda huko ndani unajua kuna watu wana. Now things are needed out here. Sure. Now things are needed in there. But of course ukiangalia kuna watu wanaishi CBD, kuna watu wanaishi nyuma ya CBD, South B, South C, Mombasa Road. And the people who live inside the CBD. So all of them benefit yao ni Nairobi City Center. Lakini sasa hapa ni Konza. And by the way, we are within 10 kilometer radius. Yes. Yenye Konza iko na interest yake. Yes. Actually, if you listen to that documentary, na hata uingie kwa vitabu, na hata uingie kwa hiyo speech ya CEO, utasikia akiongea kuhusu within 10 kilometer radius. Yes. Watakuwa na interest kubwa sana. Ili watu wasikuje kujenga nini slums hapa. Kwa sababu kuna ile standard wamepea Konza yenye hawezi tamani ukuja ujenge kitu ovyo udegrade ile project iko huko ndani. So ako rodugurite kudogo kwa dwagai nakaide mwirema thithiri nijue ni twendete Sinai tukendia Pinnacle tauni demo Pinnacle ukiri magurite Sinai kuri magurite Thayu Gardens, but no wega ndimwire atiriri andu magurie Konza 1 na Konza tutire haraihu bathi hatuko mbali na ni Konza 1 ama ni Konza 2 hapa Konza 1 hatuko mbali na Konza 1 wale wote walinunua Konza 1. We are not far from Konza 1, and that tells you tumeamua tu kuuza hii project because tulikuwa nayo. Tumeamua tu kuiuza. Tuna focus sana na pale hii area yenye Thayu Gardens iko na Sinai na Pinnacle kwa sababu hiyo sasa unajua ni direct ndi hapo, lakini sasa tukiingia huko unajua ni over 1 million. So tukaamua tu tukuja hapa ili tusiache watu waliachwa na Konza 1 tuwapatie hii ya 690 cash 750 installment mutigakiwa ni kwa mutigirana bado itu ndio tukirudi huko wale wa 1 million plus wajue tayari wako area, si ndio? So I want to give you this secret. If you have 100k deposit, wekelea hiyo deposit, tuanze ka safari ka hii yenye iko chini ya 1 million. Because when we go back there our last price tuko nauza 1.4. So believe you me, tutakuwa over 1.4. Over 1.4. Hatuendi chini ya hapo. Haka ni ka project tu tumesema kwa sababu kuna wale watu walinunua Konza 1 na Konza 2 na kuna watu tuliwaacha wakati ule tukiruka kuingia za 1 million tukaona reke tumagire tushoke na thutha tumugire, and that is what we have done. So hii project umesikia tayari isharuka nusu, we are over half. Ikiisha anytime next to tuone tukifungua project Konza, believe you me, it will be over 1 million plus. So this is your high time to make sure umewekelea hata kama ni moja ama ni mbili, but hatukufungi. Ukitaka kuwekelea moja, ukitaka kuwekelea mbili, sawa. Bora ujue hididiru na maundu magitaririo kuria Konza thini. Wakati unaona documentary kama hiyo imeachiliwa, please watch. Usikuwe na haraka ukiitazama. Understand kwa sababu kuna zile concept wanatumia na kuna zile terminology wanatumia. Isikize pole pole. Elewa ni nini hiyo. Unajua unaweza fikiria tu ni katown. Isikize tu uielewe pole pole ndio ujue inajengwa na model ya smart city, and for sure I believe kwa sababu hata kuna ile video nitawaekea after tukitoka hapa ile ya CEO akiongea pale Citizen, na pia wale maybe hawakuweza kupatana na ile link we fetched several videos kwa hiyo video tukaziunganisha pamoja na zikaekwa voice na producer wetu. So utazisikia. I'm sure and I'm 100% sure ikiwa hauta invest Konza
basi hauoni tu Vision 2030. I mean, hauwezi kuona ile vision bado haijakukujia vizuri ya Vision 2030. See, this Vision 2030 ilitajwa na President Kibaki. Kwa bahati mbaya aliaga, lakini hii leo akaamka apate mahali kwanza imefika. That man would be happy. Hata anawaambia nimeona mahali imefika, wacha nirudi kwenye nilikuwa. Unajua kitu moja umesema hapo Vision 2030. Yes. Ikanikumbusha kitu that there's a topic that we are learning right now. Inaitwa stepping out of the boat. Unajua ni take your step of faith. Hai Kenya inakaa iko stormy. Kuna storm, unasikia politics nini. Unafikiri stability itakuja. But trust me, with that step of faith, unasema sasa, of course you want to invest and you know things will be better. This is the right time. We weka with a step, when umesema 100,000 with a step of faith, and then wait for the 2030 vision. That is it. Yes. So si lazima ukuje ujenge saa hizi, si lazima ufanye investment saa hizi, si lazima ufanye na hii shamba. Si hata zangu zimelala pale, wale wote tumenua si zimelala hapo. Ingawaje nilipanda miti, so kwangu kunakaa green. At least najua ile investment tutaekelea hapo, because by the way, wakati hii documentary iliachiliwa, hata kama iliwasaidia, mtu wa kwanza kubenefit na hiyo documentary ilikuwa mimi. Because I needed to know some of the things zenye siwezani kufikia huko nikiingia kule ndani, ningetaka kuzijua. Because I'm an investor here. That's true. Na sikui tu investor hapa ati sababu nataka tu kuwekeza ati niache hiyo speculation. No. Siwezi fanya hivyo. I am doing that because I know the number of universities zenye zitaingia pale hazitakuwa less than 5. So that tells me if I go there and build and that's why I took 2 plots. Na sasa ndio nakwambia sasa ni hapa mwisho ama nikupatie 1 acre hapo. Kuzwa tu ni sawa, lakini pale pia nataka karibu nataka ushikanisha zote pamoja. Unaona pale mwisho niwaje ilikuwa hapa karibu. By the way hata hapa naweza chukua 1 acre. Yeah. Because kuna rafiki yangu nilikuwa naambia, she's one of those people wenye wako na plots mingi sana. Unajua nimesikia ukisema yule mwingine ingawaje yeye alinunua pamoja, but there is a lady kwa hizi project zetu. Actually nafikiri Dhayo nafikiri alichukua 4. Tayu I think she took 4. Yeah. 4. Huku amechukua 2. Pina kwa wako Sinai yako. She must be ahead of everyone. So 2 2 4 2 2 2 4 2 10 10. Yes. Na nikiangalia vizuri siyuko sure vizuri kama alichukua kwanza 2 but confirm. Okay, so she has 10. Na yule rafiki yake bado wako 10. Kwa hivyo wamekanyangia hapo 10. Wao ndio wameongoza kwa project zetu. So si mchezo kununua plots 10 kwanza, na mimi najigamba hapa na 2 zangu. Lakini nikichukua eka, unajua nikichukua eka nitakuwa 10. Unajua the most interesting thing is that mimi unaona sasa mimi personally even sasa nimefanya subdivision hivi na kuaga nimemark at least not less than 4 zangu. Nasema hapo I want to be part of that community wenye tunajenga hapo, so that when we are doing things we do them together. Nataka kuwa part of that community. At least ndio nijue mimi what tufanye nini. Na unajua acha niwaambie ukweli. I have so many people, especially kama huyo, I know she has a lot of plots. No, by the way I was talking to another lady jana ama juzi usiku. Do you know that lady told me she has more than 50 plots in Kenya? I mean, mpaka nini? Yani hakuna mahali yana plot. Juja ako na plot, Matua ako na plot, Malindi ako na plot, Konza ako na plot, Kitengela ako na. Na ni mwanamke anazikumbuka zote, and she's 50. Anazikumbuka zote. What? And she's 50 years. She has more than 50 plots. A good friend of mine, wacha hata nikuonyeshe, nitamtaja. Wow. Huyo ni rafiki yangu sana.
Huyo huyo sasa ndio namba 14 15. Unasikia hata kama sasa alikwambia 50 sasa ameongeza zingine imekuwa 54. Bado tuliongea na yeye juzi. Tuliongea na actually alichukua the second line and I was so happy actually. Nimwambia mwenye alikuchagulia alikupea nini kwa sababu wana rafiki yake mahali pamoja. Yes. So wachani niwaambie kuna watu wana invest hii Kenya, wengine ni mchezo tuko nayo. Mimi najigamba na 2, mwingine yako na 50. Hey, Alfred, unifanyie justice. You are not doing nitakujenga kwa 1 acre. Kwa 1 acre. Hata unaweza sema jamaa tumeenda naye siku nyingi. Hata Uhuru nilikuwa naona marafiki zake wanakaa naambua wewe si nini wewe unaniangalia sana. Si uende ujenge pale. Umesikia huyu nani umetaja? Hata wewe hapa ni kama uko Uhuru hapa. Umesikia nani umetaja? Ni kama Uhuru. Mpaka Maina ananiulizaga hizi shamba zote Alfred anatoa hapa. Ukiona kitu kinashtua Maina. Unajua Maina asitukangi ovyo. Kila kitu kinashtua Maina. Mwambie acha na Alfred ni area yao. Huko ni home. Sasa namuuliza wewe home kwenu uko na ngapi? Yaani si Mungu anajua kulocate watu. Yeye Mungu alikuchukua tu akuleta karibu na Konza. Mbona mimi hakunileta? Nakwambia City na inakuja na nakwambia acha nikwambie. Si unaona nishajitayarisha. The CEO of Konza nishamjengea nyumba. Pale atakuwa anaishi. Mimi nishaanza kukapitalize. My friend, ile nyumba imejengwa na mzee. Nishajengea CEO nyumba. Kwa sababu ninajua I have done the projection and ninajua in the next 1 year already. Hata sasa hii imagine nishafanya sasa hii survey, nimeshatumana hizo manyumba mapicha manini. Ile rate tunabageni nayo ni 250,000 to 200 nini, wale wanaofa. So kwa hiyo negotiation, imagine nyumba. Lakini hii damu yako ya Ukikuyu 250,000 per month, sio anakaa hapo na drive nani hapa tu Konza, ana drive anaenda kazini anarudi. Hii damu yako ya Ukikuyu ulitoa wapi? Unajua sasa, si unajua nimekaa na wewe, Maina ndio huyu, Garuya ndio huyu. Juu ile nyumba amejenga hapa na ni ushago. Lakini ukiona hiyo nyumba hauoni ushago juu hata sisi tuko kama hiyo Nairobi. Unaona sasa? Na nataka na si mbali, unaona? Na ni nyuma ya hapa. Hatukuwaonyesha nini zile malenge ulikuwa unalima huko. Na ni nyuma ya hapa. Yaani hapa ni mbele sana. So imagine if my target, nataka CEO akae pale akona farmland anakaa hapo, anaenda kazini anarudi, na namwekea rottweilers. Kuna mtu anaweza ingia hapo anakula kama kijiko. Anyway. Haya. So 50 by 100 it is 690,000 cash ulipe na mwezi moja, ama 750,000 ulipe na installment ya 6 months. Na by the way, wewe wa cash unaweza ongea na Alfred, hawezi kosa kuongezea 1 week. Sisi si wabaya hivyo. Lakini hata tukiongezea hiyo 1 week, ukumbuke pia Sendwave imeongeza limit sasa ni 500 kutuma. Unaona rafiki yako anasema sasa nataka 2 huyu ni ule wa unaona? Wow. Unajua by the way, mimi sijui ni wachamshia Konza watu wakunywa supu. Juu waelewe juu. Unajua mimi naona Konza alafu naangalia watu and then Mombasa Road. So naangalia watu bado mbona hamuelewi nini nawaambia. Juu siku yenye mtaelewa nini nawaambianga. Akti mtajilaumu na mnilaumu. Unaanza kuniambia siku serious nikiwaambia. Mpaka mtu mwingine ameenda huko ameingia amefanya documentary mkaanza kuniamini. So guys, it is as simple as that. Yaani unaona Konza hatung'ang'anangi kuuza by the way. Konza ni Konza na Konza ina wenyewe. Na kama wewe ni mwenyewe, please itisha map saa hizi. Namba ziko hapa 0798 008 008 0798 008 008 ama Alfred 0706 002338. I'm even happy kwa sababu hawa watu sasa mlishazoeana na mkajuana. So unapata mtu si lazima anitishe map, anaitisha hata Alfred. Wanafanya mpaka wanatuma pesa na kila kitu. I'm happy kwa sababu kwa hii project kuna watu wako na plot 4, kuna watu wako na plot 5, kuna watu wako na plot 3, 2 na 1. Na mimi sina hata kamoja hapa. No, uko nayo. So
Kuna vile nasikia serikali ni kama inajipanga kuni award, lakini unajua nimefanyia hii Kenya kazi. Hii Kenya nimefanyia kazi. So if you need a map, hebu kuja inbox size nikutumie map. Mundu wito no korona kau. Mimi ndikwenda wewe nyingi kau kamoja. By the way nafurahia na wale watu wanachukua kamoja. Unapata mtu ni mgeni hatujui, ametujua saa hizi amesikia kuhusu kwanza anachukua kamoja. You see that one day one time utatukumbuka. In fact saa zingine utaanza kusema japo ungenisukuma tu nichukue. Na unajua kuna watu nasukumanga hapa. Watu kama Karen. Mimi Karen karibu hata tupigane vita. Karen na msukumanga anachukua 2. Kuna rafiki yangu anaitwa Tabitha nilimsukuma akachukua 2. Kuna rafiki nimesukuma jana. Hata pesa yake nilipatia nilikuwa nakwambia kwa gari nimesahau kwa ofisi. Na yeye nimsukuma at least akachukua 1. Alikuwa ananiambia unajua sijui niko na project. Nikamwambia acha kuniambia najua uko nazo. Wekelea hapa. Kwanza ikienda imeenda hutaiona nyingine. Baadaye kwanza ikienda imeenda. So please this is your high time kuchukua kwanza, sababu ikiisha imeisha. Hata uone kwanza sete ndani kukiwa kuzuri aji na hukununua hapa nje, haina haja ya kufurahia kwanza sete. You can only be proud ukiwatch hiyo video tunatumia watu if you are an investor here at Konza. Sawa sawa. So mimi sina mengi ya kusema. I have said everything. Kuna video 2 nitaweka leo na kwa sababu tulifungua WhatsApp group ya kukutumia notification. We have a notification group. So anytime nikiweka kitu YouTube, hapo ndio naweka link. Sasa nikiziweka leo, nitakuwekea link hapo. Please, if you don't mind, have a look at it. Sikiza tu, watch. Mimi najua itakubadilisha. So wale watu, and I'm happy kwa sababu umeleta watu wengi sana hapa. Yes. Almost kila siku nakupigia uko hapa. Yes. Jana tumeongea bado. Ni jana majuzi. Bado ulikuwa huko kupeleka watu. Ulikuwa huko. Ndio nakwambia mchana alikuwa amekuja huko ndani nikamwona. And the better thing na wewe ni ati nimerealize hakuna siku huwezi leta. No, tunapanga tu vizuri. Any day of the week I bring you. Najua if you are a serious investor, mbona nikungojeje mpaka next week? Let's come, let's see, let's move forward. All right. Yeah. Very good. Mimi nafikiri sina la ziada unless kama kuna kitu ungetaka kuongeza. Nikushukuru tu and thank you so much. That's why the reason that we're very happy that the grace of God has been sufficient. Sure. Yes. So thank you so much. Mbarikiwe sana na please kama hujawatch hiyo link ya Chamwada, please take time. Ingia hapo, itazame, ielewe and I'm telling you utatujoin. I'm so optimistic that utatujoin. Yani sijui mbona na feel hata wale wameingia kwa zile project zingine na hawajamaliza kulipa, tuwape pia nafasi ya kupata hapa. Ikiwa umenunua Dhayo ama Pinnacle na maybe hauja but almost Pinnacle na Sinai nafikiri almost kila mtu amaliza kulipa. Wale hawajamaliza kulipa Dhayo hatutakuzuia kuingia hapa. Just pay a deposit. Alafu sasa uendelee kulipa polepole. Wa Moyo Rainbag. Wewe if you are not on this project, you are not my friend. Yeah. Why should you not be in this project? I mean, hii project inafaa kuwa na kila mtu. In as much as umewatch hiyo video, then you should be here. So please take time. Uniulize maswali yote yenye ungetaka kuniuliza na niko tayari kukujibu kupitia nambari 0798008008 0798008008 ama ya Alfred 0706002338 0706002338. Muulize swali lolote ungetaka kuuliza and atakujibu. Ukitaka kuletwa site atakuleta na kila kitu itakuwa sawa. Whether you are in Kenya or you are in diaspora or whether you are in Gulf, this is an affordable project. Yes. Worth 690 cash na deposit ya 100 and of course 750,000 installment, a deposit of 100k. Sasa kazi kwako. Karibu Konza. Bye bye. God bless you so much.